بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. مجموعة إذاعة يا سلف دعوة إست أفريكا مشاريكي yakuletea nasaha za Sheikh Abu Khadija hafidhahullah kuhusu kuangalia na kupoteza muda kwenye kombe la dunia na mpira wa miguu. Sheikh Abu Khadija hafidhahullah katika aliyoyasema, mna hizi skrini kubwa majumbani mwa watu, kisha unakaa hapo na watoto wako na mke wako mkiangalia mpira huu mchana kutwa usiku kucha. Watu wanaposhangilia nawe unashangilia pamoja nao. Kinachowafurahisha kinakufurahisha. Timu yao inapopoteza wanalia nawe unalia pamoja nao. Ni burudani moja tu ikifuatiwa na nyingine kisha nyingine, hadi kwamba unakuwa hukumbushwi juu ya uchamungu, yani takwa ya Allah, wala hukumbushwi kumhofu au kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Unanunua jezi zao, unanunua bidhaa zao za timu, kisha unakaa mbele ya skrini ukiangalia upuuzi huu unaokukengeusha na kukuondoa na kukuweka mbali na kukusahaulisha na takwa ya Allah. Jiulize kwa uaminifu na ukweli, je, hili lina maana? Ni faida au baraka gani unazopata kutokana na hilo? Angalia mabango yaliyozunguka uwanja. Yanatangaza nini? Pombe, kampuni za bima, benki yani za riba. Na wewe unaangalia hayo? Sio tu hivyo, bali huenda hata unalipia usajili, yani subscription, kama kulipia kingamuzi na kadhalika, ili uyaangalie, kwa sababu siamini kwamba yote hayo ni bure. Jiulize kwa uaminifu na ukweli, je, hili lina maana? Ni faida au baraka gani unazopata kutokana na hilo? Kwa hiyo mtu anapoteza maisha yake, anapoteza mali yake na anapoteza muda wake katika mambo yasiyo na faida. Ninakuambieni na ninawakumbusheni kwamba Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala alikuwa na msimamo kwamba haifai, yani hairuhusiwi kuangalia aina hizi za mashindano ya mpira. Aliyachukulia kuwa ni haramu. Huo ulikuwa ni wakati wake, naye alifariki mwishoni mwa miaka ya 90. Basi fikiria leo, wakati maisha ya baadhi ya watu yamezungukwa kabisa na aina hii ya burudani, yani zaidi kuliko hata miaka ile. Muislamu lazima awe na kumcha Allah, awe na muraqaba, yani kujihisi kuwa Allah anamuona na anamchunga, akijua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamuangalia. Anapaswa kuharakisha kuelekea kwenye uchamungu katika kila hali, na ajihesabu nafsi yake kuhusu maneno yake yote, matendo yake na miamala yake. Kila kilichokuwa ni cha halali kwa mujibu wa sharia, hakuna ubaya wa kujishughulisha nacho. Ama kilichoharamishwa na sharia, basi jiepushe nacho, hata kama kitaonekana kuleta faida nyingi za kidunia. Usidanganyike kwa kufikiri, nikifanya hili lililo haramu nitanufaika zaidi duniani. Jiepushe nacho ikiwa sharia imekiharamisha. Hakika kilicho kwa Allah ni bora kwako na kinadumu zaidi na ni cha milele. Unapokufa, vitu vitatu vitakufuata kaburini: familia yako na mali yako na matendo yako. Viwili vitarudi, kimoja kitabaki. Familia yako itarudi nyumbani na mali yako itagawiwa kwa warithi wako, lakini kitakachobaki nawe kaburini ni matendo yako.
hicho ndicho kitakachokunufaisha kaburini. Barakallahu fikum. Basi matendo yako na uchamungu wako kwa Allah na utiifu wako kwa Allah ndivyo vilivyo bora kwako na vyenye kudumu zaidi. Imetolewa kwenye muhadhara unaoitwa General Advices and Reminders uliofanyika Birmingham, Uingereza tarehe 3 mwezi Julai mwaka 2026.